noticed habari za mbinguni zimeanza kuelezwa mbele kule kabisa, na the book that explained more about heaven is called the book of Revelation. The last book, only one book has details about heaven, and it is the last. Meaning God is telling us this should be the last thing you think about. I understand why your neighbor is not clapping, because ameaminishwa na mwinjilisti wake kwamba the only purpose ya kanisa ni kuandaa watu kwenda mbinguni. That is not the truth. Call me anywhere, I will justify my every statement. Mnijibu leo hii, ni kitabu gani kimeelezea sana habari za mbinguni? Ufunuo wa Yohana. Ni cha ngapi kwenye Biblia? Cha mwisho. Why? For those who don't know, the same Revelation, the same John anasema kisha nikaona. Kwanza anasema nalikuwa katika roho. Amepelekwa kwenye kisiwa cha Patmos. Kisiwa cha Patmos. Alipofika kwenye kisiwa cha Patmos, Biblia inasema hivi, anasema nikiwa katika roho naliona mbingu. Akamuona Kristo. Akamwambia aanze kuandika aliyoyaona. Wakati anamuonyesha yote anayoyaona, Yohana anaendelea kuona zile picha. And then kinachonishtua mimi, kuna mahali Yohana anasema hivi, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Kwa hiyo no matter how fast we will go in heaven, still there will be another nchi where we'll separate heaven and earth again. And God, Biblia says, baada ya miaka 1000, he will return people on earth again. You are not going to stay in heaven forever. I know you like heaven. It has a certain soothing, you know. You feel like you are holy now. Why? Because you think of heaven. Hallelujah. Sisi tuko busy. Chukia dunia. Kataa dunia na mambo yake. Uikatae. Usipende dunia. While there is a verse in the Bible, kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16, inasema hivi, kwa maana jinsi hii Mungu alifanya nini? Upenda ulimwengu. While you are busy hating. You are busy hating the world. Bora nife. Kwanza hii dunia inapita. Hata nikikosa hii hela. God is saying, you are a fool. I need that money to build my kingdom. I need that money to cause things to happen. Yes. I need that money to preach more gospel. Yes. Wewe uko busy sasa hivi, hata nisipopata sawa. Mwaka huu dili yoyote utakayokosa, ona kama umetenda dhambi. The problem with you is this. Unawaza kwamba unapoenda kufanya kazi, you do for you. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda. Naomba nikwambie jambo moja, very interesting. Watu wengi mioyo yetu iko corrupted. Akili zetu zinawaza sana uovu. Ndio maana mtu anapotuzungumzisha mambo ya mafanikio na fedha, wewe unajijua ukipataga hela unafanyaga ujinga gani. Kwa hiyo unaona kama kweli bora nisipate tu hela, acha niende mbinguni. Lakini kama ingekuwa mioyo yetu iko clean, we have pure reasons for should we have money. We have goals, we have kingdom goals to attain. We have things to fulfill. Kweli nakwambia, kama ambavyo unaogopa kuacha na parapanda, utaogopa kukosa deal. Kwa sababu gani? Unajiona kabisa Mungu alihitaji hela kwa ajili ya kitu fulani. Na Mungu hawezi kupewa hela na Hamidu Asumani. Mungu anaweza kupewa hela tu na aliyemuokoa na mtoto wake. Mungu hawezi kupewa hela na mpagani. Naomba nikwambie hivi, haijalishi watu walimpigia makofi Yesu kiasi gani, haijalishi watu wanamjua Yesu kiasi gani, Yesu angeozea msalabani kama asingekuwa na disciple mwenye hela. It took for the man to had a disciple with money. It should tell us something, guys. Maana yake kuna mambo kwenye mwili wa Kristo hayatakuja kufanyika mpaka watoto wa Mungu wawe na connection na ikulu, wawe na connection na mahali pa maana. Na huko hauwezi kwenda kwa kilela chako hicho. Huko wanasikiliza watu wenye influence. Amen. 2024 is the year of light. Yes. One work of the light is to cause influence. Amen. I speak in the name of Jesus. Amen. Bwana akupe influence kwenye field yako. Amen. Bwana akupe kusikiwa kwenye field yako. Amen. You shall have voice for the kingdom. Amen.